Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wa Tanzania wenzangu, ni swala langu ambalo lile changamoto ambazo nilizokuwa napitia na bado naendelea kupitia kuhusiana na masuala yangu ya mirathi na ardhi, na mpaka sasa hivi kwamba swala hili lilipofikia sio zuri sana na wala sio baya sana, kwa sababu kwa upande wa Mheshimiwa Hakimu Mfawidhi wa Mahakama ya Mwanzo pia nimeshangazwa na kunijibu barua zangu za takribani ya miezi 4 sasa kufika, na pia kwa upande wa karani wa Mahakama ya Mwanzo kunitamkia kwamba kila nikiamka asubuhi tu ni mimi tu niko mahakamani. Pia nimeshangazwa sana na kauli yake, na kwa upande wa karani ambaye ni Mariamu na Alnani wa Mahakama ya Mwanzo kwamba yeye kunipa mimi maelekezo nifungue madai, kwamba mimi sikuweza kuridhika na kauli kama hiyo, kwa sababu mimi na wakili wangu wa msaada wa kisheria wa Mama Samia Legal Aid Company ambaye ananishauri ya jinsi gani ya kuweza kupata stake zangu zote za mzazi wangu marehemu Zainabu Salim Ali. Na pia nimeshangazwa na kwa upande wa Mheshimiwa Hakimu Mfawidhi kuniambia kwamba atatoa stop order au ataomba dalali wa mahakama kwenda kutoa stop order kwa wapangaji waliopo nyumba barabara 20 plot namba 55 block B. Kwa faili gani? Na mpaka sasa hivi kwamba Ali Ramadhani, afisa wa elimu kata, kuendelea kukusanya fedha za kodi na kula pasipo kupata alizokuwa anakusanya, na bado anaendelea kula. Sasa mpaka sasa hivi pia katika ushauri wa mwanasheria wangu, baada ya kufuatilia kuweza kujua kwamba hiyo mirathi namba 4 ya mwaka 2013 wameshindwa kujaza fomu namba 4 na namba 5 kulipa madeni ya haki ya marehemu ya ardhi na kodi za majengo, na pia hakuna maelekezo yote yaliyotolewa kwa kwenda kwa huyu Ali Ramadhani kwenda kuonyesha mipaka ya mashamba 4 yaliyopo kijiji cha Pande, na wala maelekezo ya kuweza kuleta taarifa za benki za CRDB za marehemu Salim Ali, na wala hakuna maelekezo yaliyotoka kwa kwenda kwa dalali wa mahakama kutoa notice kwa wapangaji wote waondoke, na wala aliyojenga duka anafanya biashara mfundo katika hiyo nyumba. Sasa alijenga kwa utaratibu gani, kwa makubaliano gani? Mimi hapo kitu ambacho mpaka sasa hivi Watanzania wenzangu, viongozi wa kiutawala na viongozi wa taasisi mbalimbali, naomba sana mnisikilize na mnielewe kwa makini hiki ambacho ninawaletea kuhusiana na mitandao yangu ya kijamii, na kuweza kwamba ili swala viongozi kuweza kulishughulikia kwa upande wa mahakama za juu, mahakama kuu, kwa viongozi wa kiutawala wa serikali na kadhalika, na kwa upande pia wa TAKUKURU walikuwepo Tanga, kwa sababu inawezekana pia mimi nikawa nafika mahakamani ikawa hapo kuna karani ambao yanashirikiana mawasiliano na huyu afisa wa elimu kata Ali Ramadhani, kwamba amekuja bwana tufanyaje, ifanye hivi, kwa mimi naendelea kuzungushwa pasipokuwa kupata zile stake zangu wala kukabidhiwa. Na kama yeye anasema mimi alishanipa kuna kilichopewa, basi ikiwa hesabu zote zimekamilika alete daftari au kitabu document yote kwamba alikuwa akinikabidhi hiki kutokea mwaka 2011 na mama yangu akafa mwaka 2012, na madai namba 169 ya mwaka 2018, mirasi namba 4 ya mwaka 2013, na baada hapo nikafungua mirathi namba 56 ya mwaka 2023, na mara ya mwisho nimepewa barua ya kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batrida Burhan ya kwamba mwanasheria mkuu wa serikali, barua hiyo imetoka kwake ya kwamba mimi nina nakala kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, imenielekeza kwamba mheshimiwa hakimu aweze kujua au kufanya namna ya kunisaidia kupata haki zangu ya sehemu ya urithi wa marehemu mama yangu.
Kufika mahakamani, hakimu akasema hawezi kunisikiliza na mpaka leo sijasikilizwa kwa sababu hana hayo mafaili yametishwa mahakamani. Na yeye akaniambia mimi niende hata mahakama ile nikaulize. Nimeenda karani akaniambia katika kuangalia kitabu cha register ile faili halipo. Na nimetoka hapo tena nimeenda mahakama kuu, na kufika mahakama kuu kwamba cha kunishangaza wale kuangalia masijala pale kwenye register ile faili wakasema halipo. Na nikatoka tena hapo nikarudi kwa hakimu, hakimu akaniambia tena hapana, nenda kuna mdada hapo kwa masijala yupo ukamuone, yeye ndo alipokea ile faili. Kufika yule dada nikaenda naye mpaka kwa mheshimiwa naibu msajili. Naibu msajili akasema kwamba mheshimiwa jaji hayupo, ameenda Korogwe, kuna kesi ameenda kusikiliza, lakini atakaporudi ataweza kushughulikia swala lako. Kwa hiyo nimefuatilia hivyo, lakini baada tena kwenda kwa PS wa jaji, PS akasema kwamba njoo